Mambo vipi mtazamaji wangu? Ikiwa bado tupo kwenye mfululizo wa video ambapo naelezea namna ya kuanzisha biashara ya usafi. Na leo ninaelezea kuhusiana na kuanzisha biashara ya usafi wa sofa kwa mtaji wa shilingi 30,000. Kama unapenda kuanzisha biashara ya usafi na usafi wa sofa, basi kaa nami mpaka mwisho wa video hii ili nikusanue zaidi ni namna gani unaweza kuanzisha biashara ya usafi wa sofa kwa mtaji wa shilingi 30,000. Ni jambo linalowezekana kabisa. Lakini pia kama bado hujaangalia videos za nyuma, nimeelezea kuhusiana na biashara kuanzisha usafi kwa ujumla kwa wenye mitaji mikubwa hasa, lakini pia nimeelezea kuhusiana na usafi wa nyumba, biashara usafi wa nyumba kwa mtaji wa shilingi 50,000. Kama bado hujaangalia video hizi, basi usisahau kuangalia, playback video hizi ili nawe uweze kujifunza zaidi. Lakini pia usisahau kusubscribe kwenye channel ili uweze kupata tips mbalimbali juu ya usafi. Okay? Na nasema kuanzisha biashara usafi wa sofa kwa mtaji wa shilingi 30,000 ni jambo linalowezekana kabisa, ikiwa tu unatumia mikakati madhubuti na yenye ufanisi. Na hapa nitakusanua zaidi hatua kwa hatua namna ya kuanzisha biashara hii ya usafi wa sofa. Kwanza kabisa, kama kawaida, utaanza na utafiti wa soko. Sio maeneo yote kuna biashara hii inafanyika, sio maeneo yote. Lakini pia hii ni biashara ambayo ni mahususi sana, yani inafanyika sana mijini. Kwa hiyo sasa, unapoanzisha biashara ya usafi, lazima uchunguze uhitaji wa huduma hiyo ya usafi wa sofa katika eneo lako. Hii unaweza kuifanya kwa kuuliza kwenye jamii yako au kusikiliza maoni ya watu kuhusu huduma ya usafi wa sofa, au hata kuangalia biashara zinazofanyika kama hii. Zipo biashara nyingi za usafi zinafanyika. Lakini pia angalia washindani wako, tathmini watu wa huduma wengine wa usafi wa sofa katika eneo lako. Angalia bei zao na huduma wanazotoa. Hii itakusaidia kupanga bei na kubaini ni huduma zipi unaweza kuboresha ili kuvutia wateja. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, panga huduma na bei. Huduma yako itakuwa ya usafi wa sofa. Hiyo ni huduma yako. Na hii inaweza kujumuisha kuondoa vumbi, madoa, harufu mbaya, pamoja na kudumisha nyuzi za sofa ili kuzifanya zionekane mpya. Na inawezekana kabisa. Gharama ya huduma. Panga bei kulingana na huduma unayotoa, huduma zako, lakini pia inayoshindana na bei za washindani wako. Unaweza kuanza kwa bei rahisi ili kuwavutia wateja wengi na kisha kupandisha bei kadri wa biashara yako inavyozidi kukua. Hatua ya tatu ni ununuzi wa vifaa. Hapa ndio nitaelezea hiyo shilingi 30,000 itanunua vitu gani ili wewe uanze kuanzisha biashara ya usafi. Hapa vifaa vya muhimu kabisa ambavyo vinasaidia katika usafi wa sofa ni kununua sabuni kwa ajili ya kusafishia sofa. Hapa sabuni ziko nyingi za kwa ajili ya usafi wa sofa, lakini chagua sabuni ya kusafisha ambayo ni salama kwa aina tofauti za vitambaa vya sofa ambazo hazitasababisha madhara yote kwa afya ya wateja au kuharibu sofa la mteja. Na sabuni hizi huwa zinauzwa kuanzia shilingi 20,000. Lakini pia andaa vifaa vya kusafishia sofa. Hapa kifaa cha msingi unachokihitaji zaidi ni brush laini, zile za kusugulia viatu au za kuosha viatu au za kusugulia miguu. Zinauzwa 1,000 hadi shilingi 1,500. Na pia utanunua taulo au nguo ya microfiber. Hii nguo hii itakusaidia kuondoa vumbi na madoa kwenye sofa. Sasa taulo
huwa zinauzwa kuanzia 2000. Inategemeana na sehemu ulipo au na mkoa ulipo, lakini kuanzia uhakika ni kuanzia shilingi 2000. Na baada ya kununua baada ya kuelezea kuhusu taulo, tunaenda kuelezea kuhusu nauli. Nauli unaweza kusema unaweza kutumia shilingi 3000 kulingana na mahali ulipo. Kwa hiyo shilingi 30,000 inatosha kabisa katika kununua sabuni, kununua brushi, kununua taulo, lakini pamoja na nauli inatosha. Sasa kwa mtaji wa 30 unaweza kuanza na vifaa vya msingi, na baada ya kupata faida unaweza kuboresha na kuongeza vifaa bora zaidi. Na kwenye hii biashara hatuwezi kwenda na, kwa mfano sofa, idadi ya sofa inahitajika, utakuta ni seti 2 au seti 3, na ikizidi sana seti 4. Kwa hiyo kulingana na mahitaji au wingi wa idadi za sofa, unaweza kuita mtu wa kukusaidia kusafisha kwenda naye, au unaweza ukafanya mwenyewe. Kwa hiyo utajikuta kwa mtaji tu wa shilingi 30,000 unaweza kupata faida mara 2 mara 3. Sasa ili pia uweze kuanzisha biashara hii, hatua ya 4, lazima uwe na jina la biashara. Jina linatakiwa liwe rahisi na la kuvutia, lakini pia liweze kutambulika kiurahisi. Hakikisha jina linahusiana na huduma yako na linavutia wateja. Hapa tutazungumzia masuala ya usajili wa biashara pamoja na bima, kwa sababu ndio unaanza biashara na tena ni kwa mtaji mdogo kabisa. Kwa hiyo hivyo mambo ya leseni na bima unaweza kuyafanya baada ya huduma yako kukua au biashara yako kukua. Sasa tukija kwenye upande wa masoko na utangazaji. Hapa kwa kuwa bado hauna mtaji wa kutosha, tumia WhatsApp status, tumia Instagram yako, tumia Facebook yako kutangaza. Lakini pia fanya matangazo ya mdomo. Yaani anza kwa kutoa huduma kwa wateja wa awali kwa bei nafuu ili kupata mapendekezo. Hii itasaidia kujenga sifa nzuri na wateja wataanza kuambia na wateja wengine. Hivyo biashara yako inaweza kupata wateja kwa staili hii. Kwa hapa hatua ya kwanza zaidi ni njia ya mdomo, lakini pia tangaza kupitia WhatsApp status, Instagram na Facebook. Na hapa pia kwenye masoko na utangazaji kuwa na ofa za muendelezo. Unaweza kuanzisha ofa maalum kwa wateja wa mara ya kwanza kama punguzo au huduma ya ziada kwa bei moja. Hii itavutia wateja wengi zaidi. Lakini hatua ya 6 ni usimamizi wa fedha. Hakikisha unaweka kumbukumbu nzuri ya mapato na matumizi ya biashara yako. Hii itakusaidia kufuatilia faida na pia kujua ni maeneo gani ya biashara yako yanahitaji kuboreshwa. Epuka gharama zisizo na lazima. Kwa mtaji mdogo ni muhimu usitumie fedha nyingi kwenye masuala yasiyo ya lazima kama vile matangazo makubwa au ununuzi wa vifaa vya gharama kubwa mwanzoni. Hatua ya 7, huduma bora kwa wateja. Usikivu kwa wateja. Wasikilize wateja wanataka nini, wanahitaji nini, lakini pia waulize kama wanaridhika na huduma yako. Na muda wa utendaji, hakikisha unafanya kazi kwa ufanisi na kwa wakati, kwani hii itawafanya wateja kurudi tena na tena. Kwa mfano tukizungumzia usafi wa sofa. Sofa ni very critical issue, lakini pia tunasema ni kama reception kwa mteja wako. Ni sehemu ambayo mtu mgeni akifika anafika sebuleni. Sasa kama hujasafisha vizuri, basi huyo mteja ni wapi hatakuita tena kwenda kumhudumia. Na pia kuwa na usafi wa hali ya juu. Wateja watakuwa na imani na biashara yako ikiwa utatoa huduma bora na kuhakikisha sofa zinafanywa usafi, zinakuwa safi na zenye harufu nzuri. Wateja anachotaka kuona ni matokeo. Kwa kama matokeo yako yatakuwa ni mabaya, basi ni wazi kwamba utakosa tena huyo mteja. Hakikisha unafanya vizuri kazi yako tena kwa ufanisi. Hatua ya 8, punguza gharama na ongeza ufanisi. Kwa kutumia vifaa vya bei nafuu lakini vyenye ubora kwa mtaji tu wa 30, utahitaji kuwa makini na ununuzi wa vifaa. Chagua vifaa vinavyofanya kazi kwa ufanisi lakini visivyokuwa na gharama kubwa.
ongeza huduma. Baada ya kuanzisha biashara, unaweza kuongeza huduma nyingine kama usafi wa viti au magodoro ili kuongeza mapato yako. Hapa nazungumzia viti vile vya dining vile venye foronya au zile army chairs. Lakini pia unaweza kuongeza na usafi wa carpet. Kwa mtaji wa 30 tu baada ya kufanya biashara hiyo, unaweza kuongeza pia huduma hizo. Kwa kutumia mikakati hii, unaweza kuanzisha biashara ya usafi wa sofa na kufanikiwa hata na kwa mtaji mdogo tu wa shilingi 30,000. Kwa maelezo zaidi au kama unapenda kujua zaidi kuhusu uanzishaji wa biashara hii ya biashara ya usafi wa sofa, basi usisite kuwasiliana nami kupitia WhatsApp. Na hii ilikuwa ni moja ya kati ya mfululizo wa video kwa ajili ya uanzishaji wa biashara, na kukaribisha pia kwenye video nyingine ikiwa bado ninaendelea na mfululizo wa jinsi ya kuanzisha biashara ya usafi. Karibu kwenye video nyingine, tuonane kwenye video nyingine. Kwaheri.